Shalom tena ndugu zangu na karibuni sana. Tunaendelea na hii process ya maswali na majibu, na ninaendelea kujibu maswali tofauti ya wasikilizaji au watazamaji wa channel hii. Kwa hiyo hapa bado tuko katika swali za watoto kuna swali lingine hapa la je, kila mtoto anayefariki anaenda moja kwa moja mbinguni? Aya, asante. Sijui nani ameuliza hili, simjui, lakini wacha tulijibu. Niwaambie tu wengine wote ambao wameuliza maswali, jamani, nitajibu maswali yenu yote. Nimeona kuna mtu mwingine sasa hivi ameandika jibu swali langu pastor. Jamani, nitajibu maswali, isipokuwa tu itachukua muda. Unaona, hata ninayoyajibu sio maswali ya leo, haya ni maswali ya zilizopita siku. Kwa hiyo ya kwenu pia nitayajibu polepole kadiri siku zinavyoenda na kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jaribuni kuwa wavumilivu. Bwana awabariki sana, na ninawahakikishia tu kwamba nitakuja kujibu maswali yenu. Kuna kitu kidogo nataka niongezee katika lile swali la kwanza ambalo nimejibu hapo, sababu nne kubwa zinazotufanya sisi tusibatize watoto wadogo. Ni kwamba sisi kwa kawaida kabisa Sunday school lazima iwe na darasa tatu. Sawa? Kuna darasa la kwanza, kuna darasa la pili na kuna darasa la tatu. Sasa hawa wanafunzi wa darasa la tatu ndio ambao wanatokaga katika darasa la tatu na kuingia katika kanisa la wakubwa. So hawa wakitoka kwenye darasa la tatu na kuingia kanisa la wakubwa ndio waka wanabatizwa alafu wanaingia. Kwa hiyo nilitaka niongezee hako kitu. Sasa hebu nirudi kwenye hili swali la leo. Kila mtoto anayefariki anaenda moja kwa moja mbinguni? Sawa, naomba nijibu hili wazo au hili swali. Ni swali nzuri na nipenda, ni swali nzuri na maana nimekuja kujibu. Na bila shaka kuna baadhi ya verse za Biblia ambazo zinaonyesha au zinataka kuleta picha kama vile ni kweli kabisa kila mtoto akifariki anaingia mbinguni moja kwa moja. Mfano katika kitabu cha Mathayo 19 Mathayo 19:14 inasema, Mathayo 19:14 tusoma kwa jina la Yesu Kristo. Lakini Yesu akasema, huyo ni Yesu anasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo unaona, inaonyesha picha kama vile ni kweli, kama vile Yesu anataka kumaanisha ya kwamba wote walio kama watoto wadogo ufalme wa mbinguni ni wao, which means automatically kila mtoto mdogo anaingia wapi? Mbinguni akibariki. So unaona, inaleta picha kama hiyo. Na ukisoma pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:39, Kumbukumbu la Torati 36 1:39 tena wadogo wenu mliosema watakuwa mateka na wana wenu wasiokuwa leo na maarifa ya mabaya wala mema ndio watakaoingia. Okay. So unaona hapo ni Mungu anapigana wa Israeli, anawaambia wadogo wenu na wana wenu wasiokuwa na maarifa ya mema na mabaya ndio watakaoingia katika nchi ya ahadi, maana yake nchi ya Kanaani. Kwa hiyo automatically kila mtu anafikiria, na tunajua sote nchi yetu ya Kanaani ni wapi? Sisi tunaamini nchi yetu ya Kanaani ni Roho Mtakatifu. Usije ukafikiri nchi ya Kanaani ni paradiso. Nchi ya Kanaani, ahadi ya kuingia Kanaani ni Roho Mtakatifu, sio paradiso. Kwa nini? Kwa sababu Kanaani waliendelea kupigana. Si mpaka leo Waisraeli wanapigana. Kwa hiyo na sisi hata tukishapata Roho Mtakatifu tunaendelea na. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba Kanaani yetu ni mbinguni. Mbinguni kuna vita tena vya kupigana? Hapana, Kanaani yetu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hili pia linaleta wazo ya kwamba kila mtu ambaye hajawa na akili ya kujua mema na mabaya, wenda akifa moja kwa moja anaingia wapi? Anaingia. Sasa ndugu zangu, nataka niwajibu kulingana na maana. Na naamini ya kwamba mnaniamini, ndio maana mnauliza ya maswali. Kwa hiyo sikiliza, iko hivi. Mungu alifanya kitu kimoja cha ajabu katika swala la kuingia mbinguni. La kwanza ni kwamba wataka uingia mbinguni ni wateule peke yake. Tunasikia hilo
Ina maana mbinguni apataingia mtu mwingine awaye yote tofauti na mteule. Tofauti na mteule hakuna atakaingia mbinguni. Yaani Mungu aliteua watu watakaoingia mbinguni kabla hata hawajazaliwa. This is the main point. Mungu naomba kwanza ufungue Biblia. Hebu fungua Biblia. Katika kitabu cha Warumi. Warumi? Warumi 8:33. Warumi 8:33. Warumi 8:33. Inasema hebu soma. Ni nani atakayewashitaki wateule wa Mungu? Ni nani atakayewashitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Kwa hiyo swala la mtu kuhesabiliwa haki sio swala la sababu amekufa na umri wa miezi miwili, mwaka mmoja, siku mbili, wiki moja. Hapana, ni swala la uteule. Kwa hiyo na ni Mungu pekee ndiye anayehesabilia nini? Haki. Kwa hiyo mtu hahesabiliwi haki na Mungu kwa sababu amekufa ana umri wa siku mbili, siku tatu. Hapana. Kwa hiyo kuna hapa pointi kubwa ambayo ni swala la uteule. Naomba ufungue tena. Mathayo 24, Mathayo 22:14. Mathayo 22:14. Ndio. Tunasoma? Ndio. Kwa maana waitwao ni wengi. Eti waitwao ni wengi. Bali wateule ni wachache. Wateule ni wachache. Kwa hiyo kuna kitu kimoja hapa nataka kwanza mkajue katika akili zenu. Kwamba msione watu wanajaa hivi duniani. Sio wote walio duniani ndio wateule. Hapana. Ina maana sio wote walio duniani ndio wataenda mbinguni. Hapana. Sio wote walio duniani ndo ambao Yesu amekuja kufia. Hiyo ni lugha nzito kwa Pentecoste. No, Yesu amefia watu wote bwana, Yesu amefia. No, listen. Tukiingia katika mambo kiundani, Yesu amekuja kufia watu wake peke yake. Na hao watu wake ni wateule. Sababu kwa hao ambao sio wateule kitu cha Yesu hakina maana. Si ndivyo? Kwa hao ambao sio wateule, wao hawana hata haja ya kujua kama Yesu alikufa au hakufa. Kuna wengine mpaka leo hii hawaamini kama Yesu alikufia. Kuna wengine mpaka leo hawamwamini Yesu, wanamtukana. Kwa hiyo kwa watu kama hao hata kifo cha Yesu kwao hakina maana. Kwa hiyo ndio maana nimesema ya kwamba Yesu amekuja kufia walio wake. Na kama kuna watu wanalindwa na Yesu mpaka leo ni wale wateule. Kama kuna watu ambao Mungu anajali sana ni wale wateule. Wale wateule wake kuna baadhi bado wako katika dhambi. Kuna baadhi bado hawajaokoka. Lakini Mungu anawafuatilia mpaka pia waje waokoke. So kwa dhana hii nataka muelewe jambo la kwanza ya kwamba hakuna atakayeenda mbinguni ambaye sio mteule. Hakuna atakayeingia paradiso ambaye sio mteule. So ni swala la wateule. Kwenda mbinguni ni swala la uteule, sio swala la kufa ungali mtoto. Hebu naomba uongeze 24:22 Mathayo. 24:22. Mathayo 24:22. Inasema hivi. Inasemaje? Na kama siku hizo zisingefupizwa asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Mungu amefupisha siku za maovu kwa ajili ya wateule. Kwa hiyo Mungu hafupishi siku za maovu kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya wanani? Ya wateule. Ina maana kama kuna watu ambao Mungu anajali ni wateule. Na ndio maana sisi hata tunapohubiri, hatuhubiri tukiamini ya kwamba tutaleta watu wote kwa Yesu. Hapana. Sisi tunajua tu watakaokuja na watakaoamini ni wale wateule tu peke yake. Na sasa utajuaje mtu ni mteule au kama sio mteule? Hiyo ni siri ya Mungu. Si ndivyo jamani? Sisi tunajua tu yule ambaye ameamini, amejazwa Roho Mtakatifu, baba. Tunajua yule ameokoka. Lakini sasa kuko wengine ambao ni wateule bado hawajazaliwa. Kuko wengine ambao bado ni wateule lakini bado ni watoto wachanga. Wengine ambao ni wateule lakini bado wanakunywa pombe. Kwa hiyo swala la uteule ni swala la Mungu peke yake. Kuna wengine ambao ni wateule lakini bado ni malaya. Hivi tunaongea leo hii bado yuko malaya, lakini ni mteule na Mungu anamjua kabisa na atamshughulikia, lakini hajaokoka bado. Kwa hiyo nimetaka kwanza hebu malizia basi katika Mathayo 24:31 hiyo hapo. 24:31. Naye atawatuma malaika, eti Mungu atatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Wafanye nini? Nao watawakusanya wateule wake. Kwa hiyo hata malaika watatumwa kukusanya tu wanani? Wateule. Ndio hii injili tuliyo nayo.
sauti ya mwalimu. Lengo kubwa la siku mbili kukusanya wanani? Wateule. Kwa hiyo nimetaka niwadhibitishie kwa vesi hizi mbili tatu ya kwamba mbinguni hataingia ambaye sio mteule. Na jambo lingine la pili nataka niwaongezee hivi, Mungu alichagua hao wateule kabla misingi ya dunia haijakuwepo. Hilo sasa ni nzito tena. So unaona hapo, ina maana kabla huyo mtoto wako hajazaliwa, Mungu alikuwa amesha teua wateule. Mungu alituteua wateule kabla hatujazaliwa duniani. Mungu alituteua kuwa wateule kabla hatujazaliwa, kabla hata baba hajamuoa mama. Mungu alikuwa tayari ameshakuteua kuwa wateule. Kwa hiyo Mungu hayuko surprised na mtoto wako aliyefariki na wiki moja au na siku mbili. Hapana. Wala Mungu haoni huruma kwa sababu amefariki na siku moja. Hapana. Mungu alituteua kabla hatujazaliwa duniani. Tudhibitishe hilo kwa neno. Hebu fungua kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi. Warumi 8. Warumi 8. Yes. 29 hadi 30. So, maana wale waliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili. Hebu soma kwa Kiingereza inasemaje hilo neno asili? Inasema hivi, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be confirmed. To be predestinated by God. Huko ni kujulikana kabla misingi ya ulimwengu. Endelea, malizia mpaka 30. Asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Yaani ndio watu ambao wataokoka tu. Ndio watu ambao wataenda mbinguni. Ndio watu ambao watahesabiliwa haki. Ni wale waliojulikana na yeye tangu asili. Full stop. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Hebu ruka haraka uende kwenye Timotheo, Waefeso 1:4. Yes. Waefeso 1:4. Inasema hivi, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Which means God has chosen us before the foundation of the world. So we are not chosen by being here on earth. Hatukuchaguliwa kwa kuja kuwa hapa duniani. Tulichaguliwa kabla misingi ya dunia haijakuwepo. Kwa hiyo kabla huyo mtoto wako hajapa, Mungu alikuwa ameshachagua wateule. Sijui kama unaelewa. Hebu malizia haraka katika Timotheo wa kwanza 1:9. Timotheo wa kwanza 1:6. 9. Timotheo wa kwanza 1:9. Yeah, 1:9. Inasema hivi. Akilifahamu neno hili, ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali wa hasi. Okay. Na wasio wataratibu. Hebu ishia hata. Ruka Timotheo wa pili, hiyo moja. Timotheo wa pili. Hiyo moja. Kwa Timotheo wa pili 1:9 inasema hivi. Ambaye aliyotuokoa akatuita. Unasikia sasa? Ina maana hata kuokolewa. Hebu malizia kusoma. Ambaye aliyetuokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Sasa unaona hapo kama mteule kupotea haiwezekani. Ina maana tuliokolewa tangu milele. Tulipewa neema tangu milele. Mambo ya Mungu bwana ni tofauti sana na akili za wanadamu. So Mungu alimaliza mambo yake yote tangu milele. Hebu isome tena, labda watu hawajasikia vizuri. Ambaye aliyetuokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Ina maana subiri kidogo. Sisi tuliokolewa na tukaitwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi. Si kwa sababu eti tuna matendo mazuri, hapana. Hilo watu lazima walielewe. Sisi hatuko jinsi tulivyo kwa matendo yetu mazuri. Hapana. Ndio maana watu lazima watoke katika ile picha ya Ukristo wa ushika sheria. Unajua hili sio agano la kale. We are not a Christian because we are doing good. No. It's just by the grace. Yaani tuko jinsi tulivyo kwa neema. Si kwa sababu eti hatuibi, hatudanganyi, sisi ni watakatifu, nini. Au usijipige kifua, tuko jinsi tulivyo kwa neema.
si kwa kadiri ya matendo yetu si kwa sisi, kadiri ya matendo yetu, bali kwa kadiri ya makusudi bali yake kwa yeye kadiri ya makusudi na yake neema yake yeye nani? Yesu. Yeye Mungu, yeye Yesu. Kwa hiyo tuliitwa na tukaokolewa kwa kadiri ya mipango yake yeye, kwa kadiri ya kusudi lake, kutaka kwake yeye. Yeye ndiye ana kusudi lake la kutuita, anataka kufanya 1, 2, 3. Yeye ndo ana plani yake, yeye ndo ana mipango yake, yeye anajua vyake, ndo akatuita sisi. Kwa hiyo ni swala la kuchaguliwa. Ndio maana unakuta mtu katika familia ya watoto 5, 6 anachaguliwa huyu mmoja tu. Kwa hiyo ni swala la neema. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Ina maana sisi wateule tumeteuliwa na tukapewa hiyo neema ya ajabu. Hebu hata kidogo hapa tushukuru Mungu kwa neema hii, sababu ni neema ya kipekee. Mungu tunasema asante kwa kutuchagua kutufanya sisi tulivyo, ni kwa neema, sio kwa sababu ya matendo yetu mema. Kwa hiyo kwa kujibu hili swali, je, kila mtoto anayefariki anaenda mbinguni? Sasa uulize na wewe sasa swali, je, kila mtoto anayefariki ni mteule? Si ndivyo? Sababu mbinguni tumeshasoma hapo basi nyingi, wanaenda tu wateule na wataenda tu wateule. So sasa watoto wote wanaofariki duniani kwa kila sekunde wote ni wateule? Hapa. Kwa hiyo si kila mtoto anayefariki anayeenda mbinguni. Hapana. Anaenda mbinguni yule mtoto ambaye ni mteule. Nasikia hapo Yaani mtoto anayefariki na kwenda mbinguni ni yule mtoto ambaye ni mteule. Yule mtoto ambaye hakuwa mteule anafariki anaenda kuzimu. Full stop. Hivi utaniambia kweli Farao kama angefariki angali mtoto angeenda mbinguni? Hapana. Watu waliteuliwa na Mungu kabla misingi ya dunia haijakuwepo. Kwa hiyo kwa kujibu hilo swali kiharaka haraka, unapata dakika ngapi? 17. Okay. Kwa kujibu hilo swali kiharaka haraka ni kwamba watoto wanaofariki na kwenda mbinguni moja kwa moja ni wale watoto ambao ni wateule. Watoto ambao sio wateule hawawezi kuingia mbinguni hata kama alifariki na siku 0. Hata kama alifariki na sekunde 1, kama sio mteule hataenda mbinguni. Ni kama alikuwa mteule na Mungu ndiye anayejua wateule wake, ataenda wapi? Ataenda mbinguni. Asante, Bwana wabariki na kwaheri kwa sasa.